والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ما تتعقب الأوقات واللحظات وبعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا مولانا حبا فيه بجاه عندك، فرج عنا ما نحن فيه. إلهي لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه، وعلى آله وصحبه وسلم. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi wa umma, si mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatuna budi kurejesha shukurani za dhati kwake yeye, muumba wetu wa mbingu saba na ardhi saba. Yeye ndiyo mweza wa kila kitu. Yeye ndiye ambaye kwamba ametuwezesha sisi tumeweza kujumuika kwa pamoja salama na amani, si kwa ujanja wetu wala si kwa dhamiri zetu, bali ni taufiki yake Subhanahu wa Ta'ala. Swali limekuja, kwa nini sisi tunaelezea kuhusu kiyama? Kwa nini sisi twaelezea kuhusu kiyama? Kwa nini? Na kiyama bado hakijafika. Kwa nini bado twaendelea kueleza kuhusu kufa kwetu, na kufa bado hatujakufa? Wapo ambao kama tayari washatangulia. Sasa kwa nini sisi bado tunaelezea haya? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani, was-sa'atu adaha wa amar, kiyama ni chenye kutisha na kiyama ni kichungu. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuambia vile vile, kullu nafsi dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja nini? Umauti. Swali hilo al-Faqih atatujibu, al-Iskandar atatujibu, anasema ya akhi, ewe ndugu yangu, ista'idda, hebu jiandae. Sisi tuwaelezea haya pia, tumeelezea kuhusu an-nafkhatul ula wan-nafkhatul thaniya wan-nafkhatul thalitha, tukaelezea watu watakuja kusimamishwa, watu watakuja kupata tabu, watu jasho lao litakuwa mpaka kiwango cha midomo yao. Hayo tulielezea. Watu wanatafuta shifaa, watakwenda kwa Nabii Adam, wanatafuta shifaa. Yote wanataka nini? Shifaa, ili wapate kuhukumiwa. Yote yalielezewa hayo siku ya jana. Kwa nini yote haya yaelezewe? Al-Faqih anatuambia, ya akhi, ewe ndugu yangu, ista'idda, hebu jiandae, limithli hadha al-yawm, kwa mfano wa hii siku ambayo kwamba tumeelezea. Ista'idda limithli hadha al-yawm, jiandae kwa mfano wa hizo siku ambazo kwamba tumeeleza. Hiyo siku kabla haijafika, wewe tayari iwe umejiandaa nayo, bil a'mali as-salihah. Ujiandae na kitu gani? Kwa matendo mema, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, watazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Watazawwadu fa inna khayra zadi, hebu jiandaeni na mambo mazuri. Basi hakika ya huku kujiandaa na mambo mazuri si kitu kingine, at-taqwa. Ukiwa na hiyo takwa, bi maana wewe umejiandaa vizuri. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia, al-kayyisu, mtu ambaye kwamba ana akili, mandana nafsahu, ni yule ambaye kwamba ameiandaa nafsi yake, wa amila, na akafanya mema,
lima ba'da al-maut, kwa kile kitakachokuja baada ya yeye kufa. Bil a'mali as-salih, ni kujiandae kwa kufanya matendo mema. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, al-faqih anatuambia wasta'idda, na kujiandae mithli hadha al-yawm, na mfano wa hii siku, bil ijtinabi anil maasi, kwa kujiepusha na maasi. Wapo leo ambao kwamba wanaofanya madhambi, hebu tupige mifano tu ya haraka haraka. Tumeambiwa tunafunga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini wapo mpaka leo hawafungi huno mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka tukaribu kumaliza 10 la mwisho. Wapo watu bado hawajafunga. Sasa watu kama hawa wamejiandaa vipi na siku yao ya kesho? Watu kama hawa, kama siku waeleza, lazima tuwaeleze, na ndio sababu hapa kitabu chenyewe chaitwa Tanbihu al-Ghafilina, ni kuwazidusha wale ambao kwamba wafanye wameghafilika. Ni lazima tuwazidushe. Kuwazidusha chini kwenyewe ni kuwafanya nini? Wakususi hasusa, wape mifano ya hadithi ambao kwamba watu waliopita wakaangamia, wape viso ambavyo kwamba ahadithi ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kwamba kiyama kitakuwa vipi na kiyama utisho wake utakuwa namna gani. La'allahum yarshudun, huenda ikawa hawa ambao kwamba walikuwa na viburi, hawataki kuifuata huu mwenendo, hii siratal mustaqim, hawataki kufuata, huenda wataingia katika walijtinabi anil maasi. Jambo la pili, kujiandaa na hiyo siku ya kiyama, ni kujiepusha na maasi. Al-faqih akaendelea akasema, fa innaka, hakika wewe, an qaribi, uko karibu, tuayinu yawm al-qiyama, utakuja kuonyeshwa mambo ya siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani, yaqtaraba linnasi hisabuhum, watu wameanza kujisahau ilhali tayari hesabu zao zimeanza kukaribia. Iqtaraba linnasi hisabuhum, nyinyi anze kughafilika, lakini hesabu zenu zipo, mutakuja kufanya nini? Kuhesabiwa. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. Hayo ambao kwamba mnawafanya, hata kwa ukifanya dharra moja utakuja kuonyeshwa. Sio sasa wakati uko hai. Saa hii sisi twaelezea mambo ambayo kwamba yatakayokuja kufanyika baada ya wewe kufufuliwa. Sasa wewe umejiandaa na nini? Hayo yote utakuja kuonyeshwa, kama wewe utakuwa min ashabi yamin ama min ashabi shimali. Utakuja kuonyeshwa wapi? Inda al-qabri. Tuayinu, utakuja kuonyeshwa yauma al-qiyama, siku ya kiyama. Watandam, na utakuja juta, ala ma fata min umrika, kwa yale uliyopoteza wakati Mwenyezi Mungu amekupatia umri. Kama juzi nakumbuka nitoa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema la tazul qadama abdi, unyayo wa mwanadamu yoyote hautoondoka hiyo siku ya kiyama. Ukisimamishwa hautokwenda popote, ni lazima uulizwe, hata ayusala an arba'in, mpaka ni lazima uulizwe mambo mangapi? Mambo manne. Jambo la kwanza utaulizwa an umrihi fi ma afnahu, utaulizwa
shekhe, wewe umri wako uliutumia vipi? Wewe kuanzia miaka 15 mpaka kufikia miaka 50, huo umri niliokupa, tuachane na kule kugojeka, kuona homa, kuwa kupata ajali, hiyo hatuhesabu. Tunahesabu wakati wewe ulikuwa na uzima, wewe ulikuwa ufanyia kazi gani huko kule. Jambo la pili, ataulizwa wa an jasadihi fi ma ablahu, huo mwili wako wewe uliufanyia nini na nini? Uliufanyia kazi gani? Uliushughulisha na nini? Je, uliushughulisha katika maasi ama uliushughulisha katika mambo ya kheri? Hiyo siku ya Kiyama ndipo utakapoulizwa. Jambo la tatu utakayoulizwa, wa an ilmihi, elimu yako uliyoisoma, fima amila bihi, uliifanyia kazi gani? Wewe umeisoma Qur'an, umehifadhi juzu kadhaa, umehifadhi juzu 15 ama umehifadhi juzu 30. Hizi juzu 30 wewe wazifanyia kazi gani? Sawa, haukufikia juzu 30, umehifadhi juzu moja. Hii juzu moja uliyohifadhi wewe waifanyia kazi gani? Utaulizwa. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, mimi hupenda kurudia sana, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu ni yule ambaye kwamba ameisoma hii Qur'an alafu akaifundisha. Huyo ndio bora. Wa amila bihi, hiyo ndio kuifanyia kazi ile elimu ulikuwa uisoma. Umesoma qala Rasulullah, umesoma qala Allah Ta'ala, hii qala Rasulullah na qala Allah Ta'ala, je, waifanyia kazi gani? Utaulizwa. Kile kichache ulichukua wajua, je, mwenzako ulikuwa ukimfundisha? Umemwona mwenzako haijui hata ile suratul Fatiha, wewe waipata vizuri, je, umemfundisha? Umemwona mwenzako hajui shurutu swala, wewe wazijua, je, umemfundisha? Utaulizwa. Na jambo la mwisho, jambo la 4 utakaloulizwa, utaulizwa wa an malihi, mali yako, min aina ktasabahu, umeachuma wapi? Umeyapata wapi? Umeachuma vipi haya mali? Utaulizwa. Wa fima anfaqahu, na umeyatoa vipi? Umeyatoa kwa njia gani? Yote haya mambo 4 utaulizwa. Watanda, na utakuja juta, ala ma fata min umrika, kwa yale uliyoyapoteza kutokamana na umri wako. Wa'lam, jua, annaka, hakika wewe, idha mutta, wakati ukifa, fakad qamat qiyamatuka, pale wakati unapokufa, hakika basi kiama chako kimekaribia. Alafu akaendelea, kama qala al-Mughira ibn Shu'ba, kama alivyosema al-Mughira ibn Shu'ba, alisema, akasema, innakum, hakika nyinyi, taquluna al-qiyama, mwasema kwamba hichi kiama, innama qiyamatu ahadikum, hakika hichi kiama cha mmoja wenu, mautuhu, ni kule kufa kwake. Ndio kwanza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, awwalu manzil, mashukio ya kwanza ya akhira ni nini? Al-qabr. Ile ndio kiama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakiita kile ni kiama kidogo. Kufa na kuingia pale kaburi, kile ni kiama kidogo. Kiama kikubwa ni baada ya wewe kufufuliwa. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, al-qabru, kaburi, awwalu manazili akhirati, kaburi ndio
mashukio ya kwanza ya akhira. Hakusema awwalu manazili dunia, pale ndio mashukio ya kwanza ya nini? Ya akhira. Na ndio sababu sisi mpaka sasa kuanzia wiki iliyopita tunaelezea kiama, kwa sababu kule kufa na kupelekwa pale kaburini, pale ndio kiama cha kwanza wewe umekianza. Wadhukira, halafu ukatajwa an Alqamati ibn Qais. Alqama ibn Qais alisema innahu, hakika yeye, kana fi janazati rajuli, alikuwa siku moja katika jeneza la mtu, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, imekuja hadithi moja anatuambia, kuntu, nilikuwa na haitukum an ziyarati kuburi, mimi nilikuwa nikiwakataza nyinyi katika kuzuru haya makaburi. Ala, jueni na watanabahi kwa sasa, fazuruha, yazuruni sasa, fa innaha, hakika hayo makaburi, tudhakirukum, yawakumbusha nyinyi al-akhirah, akhira. Huko kuzuru, ukienda tu ukizuru kile kaburi, wewe unakukumbusha kwamba hapa ndio mimi nakushukia. Ena kaburi, zuru makaburi na kuombe. Kwa sababu gani? Pale ndio mashukio yako ya kwanza ya wapi? Ya akhira. Fa huwa awwal manazil akhira. Na ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, ala fazuruha fa innaha tudhakirukum al-akhirah. Alqama ibn Qais siku moja alizuru fi janazati rajuli, jeneza la mtu, faqama ala alqabri, alafu akasimama mbele ya kaburi. Falamma dufina, baada ya kuzikwa, qala, akasema, amma hadha, ama huyu bwana aliyezikwa hapa, faqad qamat qiyamatuhu, hakika kiama chake kimesimama. Kama nilivyoeleza, alqabru fa huwa awwalu manazil akhira, kaburi ndiyo mashukio ya kwanza ya akhira. Kama Alqama ibn Qais yeye mwenyewe alivyokwenda kaburini akasimama, alafu akasema, amma hadha, ama hili, faqad qamat qiyamatuhu, huyu bwana kufa kwake na kutiwa humu kaburini, huyu kiama chake tayari kishasimama. Na ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja alipozika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama na kuwaelekea watu akawaambia, istaghfiru li akhikum, muombeeni msamaha ndugu yenu, wasallu lahu at-tathbita, na mumwombe yeye at-tathbit. Kama kuna aya ilikuwa nikisoma sana, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit, Mwenyezi Mungu huwathibitishia wale ambao kwamba wameamini, bilqawli thabit. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, istaghfiru li akhikum, muombeni msamaha ndugu yenu, wasallu lahu, na mumuombe dua yeye, fa innahu, hakika yeye, al'ana, hivi sasa, baada nyinyi mwaondoka, al'ana, hivi sasa, yus'alu, yaulizwa. Wa inna ma qala dhalika, hakika alisema hilo, lianna al-insan, kwa sababu mwanadamu, idha mata, pindi akifa, faqad ayana amrahu yawm al-qiyama, hakika huonyeshwa mambo yake hiyo siku ya kiyama. Mwanadamu akifa pale kaburini, kama hadithi zilizopita nilikuwa nikieleza kwamba mwanadamu akiwa ni mwovu,
moto ataonyeshwa asubuhi na jioni. Wewe utakuwa waonyeshwa kwamba ukifufuliwa siku ya Kiyama, wewe moto wako utakuwa waadhibiwa hapa asubuhi na jioni. Licha kwamba waonyeshwa moto ukiwa kaburini, pale pale ukiwa kaburini bado wakula mikongoto. Hilo ukiwa wapi? Ndani ya kaburi. Ndio Alqama ibn Qais akasema innahu lianna al-insana idha mata, kwa hakika mwanadamu wakati akifa, fakad ayana amrahu yawm al-qiyama, huyu mwanadamu huonyeshwa mambo yake ya siku ya Kiyama. Kama ni mwema utaonyeshwa kwa watu ambao kwamba wamewekwa sehemu ya wema, lakini kama wewe ulikuwa ni mwovu utaonyeshwa sehemu ya waovu. Hauwezi kuonyeshwa sehemu ya wema ikiwa wewe ni mwovu. Alafu akaendelea akasema, liannahu, kwa sababu yeye yaral janna, ataona pepo, wan nara, na moto, wal malaikata, na malaika. Kama kuna aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nilishawahi kuitanguliza nikasema, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladhina qalu, hakika wale ambao kwamba walisema, qalu rabbuna Allahu, Mwenyezi Mungu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakasimama kidete, wakasimama imara. Thumma istaqamu, kisha wakawa imara katika dini ya Mwenyezi Mungu. Tatanazzalu alayhimul malaika, lakini wakati wao wa kufa malaika huteremuka. Tatanazzalu alayhimul malaika, malaika huwateremkia. Kwa ajili ya nini? Alla takhafu wala tahzan, yote ni kwa ajili ya kuwapatia ishara, ya kuwapatia furaha. Alla takhafu, usihuzunike wala tahzan, wala usihuzunike. Hiyo yote nini? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yote amekuja kuwapatieni bishara kwa pepo ambao kwamba mlikuwa mkiandaliwa nayo. Hiyo lakini ni wakati ukiwa ni mwema, lakini ukiwa mwovu hivyo hivyo utapewa, utaonyeshwa adhabu za moto. Akaendelea akasema, wala yaqdiru, kwa sababu akifikia hali ile, wakati akifa, wala yaqdiru, wala hatoweza, ala amali, kwa ajili ya kufanya amali yoyote. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika suratul Munafiqun, wa anfiqu, na akatumia amri bimaana ya kuamrishwa, wa anfiqu, na mtoe, mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut, toeni kabla umauti hauja wafikia. Anzeni kutoa hivi sasa, bimaana usianze kuchelewesha mpaka umauti ukakufikia ndio ukafikiria kwamba nitarejeshwa mara ya pili ndio nianze kutoa. Mwenyezi Mungu anamwambia anza kutoa hivi sasa, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula, ili usije kusema rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, yani usije ukasema kwa Mwenyezi Mungu, hela hebu nipatie angalau kajinda kidogo, laula akhartani ila ajalin qarib, hebu nicheleweshe angalau kajinda kidogo, kasekunde basi. Kwa Mwenyezi Mungu itakuwa hiyo ni too late. Wala yaqdiru ala amali, wakati ukifikia katika hali ya kutiwa kaburini hautaweza kufanya amali yoyote. Faswara, basi utakuwa bimanzilati man hadara yawm al-qiyama, kwa sababu ukiwa katika ndani ya kaburi utakuwa ni kana kwamba ni mtu ambaye kwamba yuko siku ya Kiyama.
ndio sababu nikasema ukiwa ndani ya kaburi, kile ni kiama kidogo. Kiama kikubwa ni baada ya wewe kufufuliwa. Sasa akasema faswara bimanzilati man hadara yawma al-qiyama, utakuwa ni kana kwamba ni mtu ambaye kwamba ni kiama tayari kimemfikia na uko ndani ya kaburi pale, namna ambayo kwamba adhabu unazozipata pale ndani ni kana kwamba kiama tayari kimesimama na kiama bado. Alafu akaendelea akasema fakhatama Allahu ala amalihi bilmauti, Mwenyezi Mungu akafunga kila kitu, ala amalihi, kwa amali zake, bilmauti, na huku kufa. Ukija kufa hautoweza kuswali, ukija kufa hautoweza kutoa sadaka, ukija kufa hautoweza kufunga, ukija kufa hautoweza hata kufanya amali kuwafanyia wazazi wako hatendo wema, hata kumuosha babako na mamako miguu angalau huyo wamsafisha wasitafuta radhi zake, hautokuwa na uwezo huo kwa sababu tayari ushafariki. Wa khatama Allahu ala amalihi bilmauti, Mwenyezi Mungu hufunga amali zako zote kwa huu mauti. Akaendelea akasema fayaqumu yawma al-qiyama ala ma mata alayhi, Mwenyezi Mungu humfufua mwanadamu. Fayaqumu, Mwenyezi Mungu humsimamisha mwanadamu yawma al-qiyamati, hiyo siku ya kiyama, ala ma mata alayhi, kwa kitu ambacho kwamba alikufa nacho. Wewe kama ulikufa hali ya kuwa wasoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu atakufufua hali ya kuwa wasoma Qur'ani. Kama Uthman ibn Affan alichinjwa, katika historia yake Uthman ibn Affan aliuliwa, tena aliingiliwa katika nyumba yake ikiwa yasoma Qur'an, akachinjwa. Katika riwaya tofauti ilikuwa ikisema baba Uthman ibn Affan wakati akichinjwa damu yake iliruka katika aya inayosema fasayakfika Allahu wa huwa man mata ala shay'in ba'athahu Allahu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia yoyote ambaye kwamba atakufa juu ya kitu, basi Mwenyezi Mungu atamfufua juu ya kitu hicho alichokufa nacho. Kama wewe umekufa ikiwa waadhini, basi Mwenyezi Mungu atakufufua hali ya kuwa waadhini. Kama kuna muadhini mmoja alikuwa na sauti nzuri, yeye alijulikaniwa kwa sababu ya usauti wake, umahiri wa sauti wake. Siku moja alikuwa akiadhini, akafika sehemu ya ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hapo kwa hapo sauti ikafifia, akafa. Bimaana huyu atafufuliwa hali ya kuwa amekufa kwa njia ya kheri ama amekufa kwa njia ya shari. Hiyo faliyatafakkar al-aqiluna, ni kwa watu wenye akili walifikiria. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia bu'itha, atafufuliwa kullu abdi, kila mja, ala ma mata alayhi, kwa kile kitu ambacho kwamba kilimfanya yeye afe. Kama ulikuwa umekufa hali ya kuwa wasoma Qur'an, Mwenyezi Mungu anakufufua hali ya kuwa wasoma Qur'an. Kama umekufa hali ya kuwa uko ndani ya ibada wa swali, Mwenyezi Mungu atakufufua hali ya kuwa uko ndani ya ibada wa nani? Wa swali. Bu'itha kullu 'abdi, mja yote atafufuliwa, ala ma mata alayhi, kwa kile kitu ambacho kwamba alikufa nacho. Sasa wewe ukifa hali yako uko disco, shekhe, basi wewe jihesabu wewe uko minal khasirina. Wewe umekufa hali yako walewa, wewe minal khasirina. Wewe umekufa hali yako wazini, tena uko pale juu haswa kwa mbuyu.
shehe, wewe min al-khasirina. Haya sio mambo kwamba ni lazima ujiandae nayo. Alafu akaendelea akasema, liman, kwa yule ambaye kwamba kanat, alikuwa khatimatuhu bi khair, lakini kwa mwisho wake utakuwa mwisho mwema kwa yule ambaye kwamba alikuwa amejiandaa vizuri. Lakini tofauti itakuwa mwisho wa shari kwa yule ambaye kwamba mwisho wake utakuwa mwisho wa shari. Innamal a'malu bil khawatimi. Hizi amali zote tunazozifanya haziangalii mwanzo wako, zaangaliwa mwisho. Niliwasimulia kiswa kadhaa, kiswa cha Barsis alivyokufa hali ya kuwa ni nani? Alikufa hali ya kuwa ni kafiri. Nikawatolea kiswa chake full, tena alikuwa abid katika historia yake, alikuwa ni mcha Mungu. Lau akiomba dua hapa, dua Mwenyezi Mungu anamkubalia papo kwa hapo, lakini alifedheheka na kuingia katika anasa za kidunia. Alikufa hali ya kuwa nani? Ni kafiri. Nikawasimulia kisa chingine cha Ibrahim ibn Adham, venye ambavyo kwamba alikuwa ni mwizi konka, alikuwa ni mwizi hai, mpaka watu walikuwa kimwogopa kwa namna hizo. Ukisikia tu jina la Ibrahim ibn Adham tayari watu shehe huyo anakuja kutusafisha. Lakini alikuja akawa mcha Mungu, akaja akawa ni mtu ambaye kwamba ni mwanazuoni mkubwa, akawa ni mtu ambaye kwamba akawa anatoa fatwa. Kwa nini? Kwa sababu ya hidayah yake, kama ilivyotanguliza hadithi ya Mtume, innamal a'malu bil khawatim. Hizi amali huangaliwa mwisho wako. Kama mwisho wako bado haujafikia, basi anza sasa. Huenda ikawa mwisho wako waweza ukawa leo. Sasa leo wewe iandae vizuri. Huenda ikawa hata kesho saa 2 saa 3 usifike. Sasa wewe waiandaa vipi? Lazima uiandae mwisho wako uwe mzuri, usiuandae mwisho wako uwe wa shari. Qala Abu Bakr al-Wasiti, Abu Bakr al-Wasiti amesema, ad-du'alu thalathu. Hizi dua, hizi hali ziko aina 3. Halatul ula, dulatul ula alhayatu. Hali ya kwanza ni maisha ya mwanadamu, alhayatu, huo uhai ulionao. Hiyo ndio hali ya kwanza, hiyo ndio neema ya kwanza. Dulatul thani inda al-maut, ni wakati wewe kufariki. Wa dulatul thalitha, na dula ya tatu, hali ya tatu ni yaum al-qiyama, ni hiyo siku ya kiyama. Fa amma dulatul haya, ama hii hali ya uhai, ama hii neema ya uhai, bi an yaisha, ili wewe uipate kuitumia vizuri, ili wewe upate mwisho mzuri, ni lazima uishi fi taati llahi taala, ishi katika taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu ametuamrisha tufunge swala zetu, ni lazima tufanye nini? Tuzifanye hizo. Mwenyezi Mungu ametuamrisha tufunge swala, ni lazima tufanye nini? Tufunge swala. Mwenyezi Mungu ametuamrisha tuende hija, lakini liman istataa ilayhi sabila. Kwa hiyo ndio kwamba ana uwezo. Kama unao uwezo wewe ni hija, kama hauna uwezo basi tawakkal ala Allah, la'allaka, huenda ikawa kwa huko kutawakkal Mwenyezi Mungu akakupeleka. Mwenyezi Mungu akatuamrisha kwa mambo tofauti. Lau unaishi katika taa ya Mwenyezi Mungu, wallahi thumma wallahi, mwisho wako utakuwa ni mwisho wa kheri. Wewe katika maisha yako ili waishi katika taa ya Mwenyezi Mungu, ukiangaliwa ile shehe mambo yake yote yani yeye
ni katika ibada tu. Ukienda mara saa zote wamuona yosoma Qur'an, mara ukimwona yatoa darsa, mara ukimwona yeye hana. Ukiishi katika toa hizi, wallahi thumma wallahi, mwisho wako utakuwa ni mwisho mzuri. Lakini ukiishi katika toa ya shetani, shehe, wewe utakuwa katika miongoni minal khasirin. Ad-dawla al-thani, daula ya pili ama hali ya pili ni katika al-maut. Akasema bi antahuya ruhu, ili kwa sababu isije ikatoka ile roho yake maa shahadati an la ilaha illa Allah, ili wakati roho yako yatoka iwe yatoka kwa kilima cha la ilaha illa Allah, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia katika Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna wa antum muslimun, enyi ambao kwamba mmeamini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mmeamini, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, haqqa tuqati, haki ya kumcha Mwenyezi Mungu, wala tamutunna, hakikisha hiyo uchaji Mungu wako umeuvisha vizuri mpaka kiasi ya kwamba usife. Wala tamutunna, wala msife, wa antum muslimuna, na hali ya kuwa ni Waislamu. Bimaana ile aya niliyokuwa nikisema, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit, hii usikose, uhakikishe toa ya Mwenyezi Mungu umeipitia vizuri. Ad-dawla ya thani, dawla ya tatu, ad-dawla thalithatu, dawla ya tatu ni yaum al-qiyama, ni hiyo siku ya kiyama. Hiyo ili kwa sababu usije wakati umefufuliwa ukaenda na ukawa minal khasirina. Tumsikie Yahya ibn Muadh Ar-Razi akitupatia nasiha kuhusu kujiandaa na hicho siku ya kiyama. Yahya ibn Muadh Ar-Razi rahimahullah anasema siku moja annahu quri'a alayhi, alisomewa siku moja fi majlisi, akiwa ameketi, ghafla kumekuja mtu akawa anamsomea aya ya Mwenyezi Mungu, akasema yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda. Alafu akaendelea akasoma aya nyingine, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Yahya ibn Muadh Ar-Razi aliposikia aya kama hii ametokwa na machozi. Hizi aya mbili zimemtoa machozi. Yauma nahshurul muttaqina, siku ambayo kwamba watakapokusanywa wale wanaomwogopa Mwenyezi Mungu, wale waliokuwa wanamcha Mwenyezi Mungu, wakiwa wapi? Duniani. Siku watakapokusanywa wapi? Al-mahshar, yauma al-mahshar, yauma nahshuru, siku ambayo kwamba watakapokusanywa wale ambao kwamba wanamwogopa Mwenyezi Mungu, ila Rahmani, kwa mrehemevu mno. Hiyo siku watakaposimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, wafda, watakuwa ni wenye furaha, watakuwa ni wenye kuwa na bashasha. Alafu ikaendelea aya ikasema, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, na siku ambayo kwamba watakapopelekwa wale ambao kwamba walikuwa wakifanya madhambi hapa duniani, watapelekwa wapi? Ila jahannama, katika moto wa jahannam, kama Sheikh Musa alivyotueleza katika kiswa cha jana. Siku ambao kwamba watakapopelekwa wale ambao kwamba walikuwa wanafanya makosa katika walikuwa duniani, ila jahannam wirda,
watakuwa na kiu kikali. Hapa duniani kiu chetu ni kiu tu ambacho kama ni kiu haba, lakini ujue siku ya Kiyama wale ambao kama walikuwa wakifanya madhambi watakuwa na kiu zaidi ya mara 10 ya hao ambao kama walikuwa wanashikwa na kiu. Sasa ni hesabu kiu cha mara 10 ya mtu ambaye kwamba yuko duniani kiko vipi? Alafu akaendelea akawaambia ayuhan nas, hapo baada ya kutoa machozi akawaambia watu ayuhan nas, enyi watu, mahla. Hebu mashehe, fanyeni taratibu, azini kujiandaa na maisha, azini kujiandaa mahla. Alafu akaendelea ghadan, hiyo siku ya kesho, tuhsharuna ila al-mawqif, mtakusanywa katika kisimamo kimoja, hashra, tena mtakusanywa. Alafu akaendelea watuqifuna baina yaday llahi, na mtasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, fardan, mmoja baada ya mmoja. Hiyo siku shekhe, hakuna mtu hati kukimbilia mwenzake, kama jana nilivyoisoma suratu Abasa, nikasema yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni. Subhanallah, hiyo siku hakuna mtu ambaye kwamba atakayetaka kujikomboa, la yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani, hakuna waswahili ati utake kujikomboa na mtoto wako. Hakuna kujikomboa na mtoto wako ati kwa sababu hiyo ni siku ambayo kwamba tuwakifuna baina yaday llahi fardan, mutasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu mmoja baada ya mwingine. Kila mmoja atakuwa anahesabiwa kitu baada ya kitu, shilingi baada ya shilingi, amali baada ya amali, fardan. Yahya ibn Muadh akaendelea akasema, watusaluna, na mtaulizwa hiyo siku, amma faaltum, kwa yale ambayo kwamba mlikuwa mwayafanya, harfan, kila ambacho kwamba ulikuwa ukifanya utaulizwa harufu baada ya harufu. Tukisoma sura Al-Kahf, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Kila ambacho kwamba hata haya mimi ninayozungumza, atid na raqib na atid wanaandika harfan, harufu kwa harufu. Shekhi, unahukumiwa amma faalta, kwa yale ambayo kama ulikuwa ukiyafanya. Yahya ibn Muadh akaendelea akasema, wa yuqadu al-awliya, wataongozwa marafiki wa Mwenyezi Mungu, al-awliya, vipenzi wa Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotwambia, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun, hakika wale ambao kwamba walikuwa ni marafiki wa Mwenyezi Mungu, hiyo siku hawatakuwa na huzuni wala hawatakuwa na babaiko yoyote. Kwa sababu nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe umeishi katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaendelea akasema, wa yuqadu al-awliya, wataongozwa wale vipenzi vya Mwenyezi Mungu, wale ambao kwamba walikuwa wakiishi katika taa ya Mwenyezi Mungu, ila Rahmani, mbele ya Mwenyezi Mungu, wafda, hali ya kuwa wana furaha. Alafu akaendelea akasema, wa yuraddu al-aasuna, wale ambao kwamba walikuwa kimuasi Mwenyezi Mungu watarudishwa ila adhabi llahi, kwa adhabu ya Mwenyezi Mungu, wildan, hali ya kuwa na kiu,
kiu hakijaisha, warejeshewa tena kiu kingine. Kila ukiitisha usaha utakaopewa bado watukatiru am'aahum, yani kila ukinywa ule usaha utakuwa unakukatakata matumbo yako, haujakatika kiu chako, wapewa tena kiu kingine. Na ndio sababu Muadh, Yahya ibn Muadh al-Razi anatuambia wayuraddu al-aasuna, wale ambao kwamba walikuwa na muasi Mwenyezi Mungu watarudishwa ila adhabillahi, kwa adhabu ya Mwenyezi Mungu, wildan, kila ukiadhibiwa warejeshwa upya, kila ukiadhibiwa warejeshwa upya, yaani wewe wapata adhabu juu ya adhabu, wilda. Akaendelea akasema wayadkhuluna jahannama hizban, alafu wataingia katika moto wa Mwenyezi Mungu kwa makundi. Kama ulikuwa mkimwasi Mwenyezi Mungu, wewe na rafiki yako, shekhi, mtaingia motoni pamoja. Lakini kama ulikuwa mkifanya mambo ya kheri, wewe na wenzako, basi mtaingia peponi pamoja na wale mlikuwa mkishirikiana kwa mambo ya kheri. Na Mwenyezi Mungu atutie katika pepo na Jannatul Firdaus, kwa sababu hapa tupo katika kushirikiana katika mambo ya kheri. Wewe wasikiliza qala Allahu wa qala Rasulullahi sallallahu, wewe hausikilizi kitu kingine. Na Mwenyezi Mungu kwa haya ambayo kwamba tunaoyasema, basi Mwenyezi Mungu atutie katika pepo yake ya Jannatul Firdaus. Alafu akaendelea wa kullu hadha, yote haya Mwenyezi Mungu baada aliposema idha dukatil ardu dakkan dakka, ni pale wakati ardhi inapogongwa tena kwa mtetemesho mkali, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Hiyo utakuja kuikumbuka hiyo siku, wakati malaika wamekuzunguka, kama nilivyoeleza, malaika watapanga swafu, tena swafu zao zitakuwa saba, saffan saffa. Yote hiyo ni kwa ajili ya wale ambao kwamba walikuwa wakimwasi Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu ambaye kwamba atakuwa anakimbia. Kila ukikimbia mashariki utakwenda kukuta swafu ya malaika. Umeenda ukakimbia kaskazi utakuta swafu ya malaika. Umekimbia ukaingia magharibi utakuta swafu ya malaika. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wajia yawmaidhin bijahannam yawmaidhin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Hiyo siku sasa ndio utakapojutia, ni siku ambayo kwamba utatamani sasa wewe ungelikuwa nani changa. Takuwa waona wale wanyama wakihukumia, wanahukumiwa wao kwa wao, alafu Mwenyezi Mungu anawageuza wale wanyama wanakuwa mchanga, na wewe utatamani uwe mchanga. Ya laitani kuntu turaba, shekhe, itakuwa umechelewa. Alafu akaendelea na nasiha akasema, ikhwani, enyi ndugu yangu, ikhwani, ndugu zangu, alwailu lakum, alwailu lakum, alwailu lakum, maangamivu ni yenu nyinyi, maangamivu ni kwenu nyinyi, maangamivu ni kwenu nyinyi. Fi yaumi, katika siku ambayo kana ilikuwa miqdaruhu 50,000 sana, ni siku ambayo kwamba urefu wake ni siku ni miaka 50,000, 50,000 years. Alafu akaendelea yauma rajfa, hiyo ni siku ambayo kwamba ni siku ya mtetemeko. Wa yauma al-azifa wa yauma al-qiyamati, ni siku ya kiyama, ni siku ya kutolewa hukumu. Wa yauma al-hasrati, ni siku ya majuto. Wa yauma an-nadama, ni siku ya mtu kujutia alichokifanya.
fadhalika yaumun adhim, hiyo ni siku kubwa. Yauma yaqumu nnasu, ni siku ambayo kwamba watu watasimamishwa. Yaumun lirabbil alamin, kwa Mola mlezi wa viumbe vyote. Wa huwa yaumul munaqisha, hiyo ni siku ambayo kwamba utakaopewa majibu yako, ni siku ambayo kwamba utakayojiuliza wewe kama wewe. Wa yaumul muhasaba, ni siku ambayo kwamba utakayopewa hisabu. Wa yaumal muwazana, ni siku ambayo kwamba utakaofanyiwa mizani. Wa yaumal musaala, ni siku ambayo kwamba utaulizwa ani yamini wa ani shimali isi. Wa yauma zilzala, ni siku ambayo kwamba ni ya mtetemeko. Wa yauma swaiha, ni siku ya ukelele. Wa yauma alhaqa, ni siku ya kutolewa haki ya yule ambaye kwamba amedhulumu na kupewa na yule ambaye kwamba amedhulumiwa. Yauma alhaqa, ni siku ya kufanyiwa haki. Wa yauma alqari'a, ni siku ambayo kwamba ni kali mno. Wa yauma nushur, ni siku ya kukusanya. Yote haya ameyaita majina haya Yahya ibn Muadh al-Razi, kwamba yote haya ni majina ya, lakini ameyaita kwa sababu yote haya ni majina ambayo kwamba yana utisho. Alafu akaendelea akasema, yauma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu, ni siku ambayo kwamba mtu atakuwa anasubiria kile ambacho kwamba amekitanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe kama ulikuwa ukifanya hapa amali duniani, hiyo ndio siku ambayo kwamba wasubiria upewe majibu yako. Yauma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu. Wa yaumu at-taghabun, ni siku ambayo kwamba watapata hasara wale ambao kwamba wamefanya maasi hapa duniani, na ni siku ambao kwamba watapata faida wale ambao kwamba wameifanyia kazi katika duniani. Wa yaumu at-taghabun, ni siku utakayopata hasara. Hasara yenyewe ni wakati umefanya hasara duniani. Ni siku utakayopata faida. Faida yenyewe ni wakati siku ulikuwa duniani umeipatiliza. Alafu akaendelea yauma idhin, akasoma katika aya ya sura Zilzala akasema, yauma idhin, siku hiyo, yasduru nnasu, watu watakuwa wanatazamana, ashtatan, tena kwa makundi, liyurau a'malahum, wameyakodoa macho yao, wanasubiria nini? Liyurau a'malahum, wapate kuonyeshwa amali zao, wapate kukabidhiwa matendo yao. Liyurau a'malahum. Akaendelea akasema, wa yauma, na hiyo ni siku, tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ni siku ambazo kwamba ni siku ambayo kwamba nyuso zitang'ara, na ni siku ambayo kwamba nyuso zitakuwa na weusi. Yahya ibn Muadh akaendelea akasema, yauma, ni siku ambayo la yughni maulan an maulan shay'a, ni siku ambayo kwamba rafiki yako hatokusaidia kwa chochote. Ni siku ambayo kwamba rafiki hana uwezo wa kusaidia rafiki mwenzie. Hakuna kusaidiana hiyo siku, kila mmoja ya rabbi nafsi. Akaendelea akasema, yauma la yughni anhum kaiduhum shay'a, ni siku ambayo kwamba hata vile vitimbi ulikuwa ukivifanya, hivyo vitimbi vyako havitokusaidia na chochote. Yauma la yughni, ni siku ambayo kwamba hutosaidiwa na chochote, kaidu, hata hicho kitimbi chako ulikuwa ukifanya. Akaendelea akasema, yauma, ni siku ambayo kwamba la yajzi walidun au waladihi, ni siku ambayo kwamba baba hatookolewa na mtoto wake.
wa an mauludi huwa jazin an walidihi shay'an, wala mtoto hatakuwa na uwezo wa kumsaidia babake hiyo siku. Akaendelea akasema, yauma la yanfa'u dhalimina ma'adhiratuhum, ni siku ambayo kwamba wale ambao kwamba walikuwa wakidhulumu, hata utoe nyudhuru aina gani, hata utoe sababu ya aina gani, ni siku ambayo kwamba hazitokubaliwa nyudhuru zako. Tayari kitabu kishafungwa, kimefungwa, hata utoe sababu aina gani. Yauma la yughni yauma la yanfa'u dhalimina ma'adhiratuhum, ni siku ambayo kwamba nyudhuru hazitokubaliwa hiyo siku ya Kiyama, hata uzitoe namna gani, sababu tayari kushaandikiwa mema yako na maovu yako tayari yashaandikiwa. Akaendelea akasema, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, ni siku ambayo kwamba nafsi itakuwa inajidadili hiyo yenyewe. Wewe kama wewe itakuwa inajidadili wewe mwenyewe kile ambacho kwamba ulikuwa ukifanya. Wewe kama wewe utakuwa wajiuliza, hii siku ya leo wewe utaokoka namna ilivyo hii siku, wajidadili wewe kama wewe. Yauma ta'ti kullu nafsi tujadilu an nafsiha. Alafu akaendelea na nasiha akasema, fa'alaika, tumalizia na nasiha, akamwambia mwanadamu, fa'alaika ayyuha al-aqil, jitahadhari wewe ambaye kwamba kuna akili. Fa'alaika, hebu jitahadhari, ayyuha al-aqil, wewe mwenye akili, bi an tasbira ala shada'id dunya, ujivishe na sifa ya subra kwa shida za dunia. Fi ta'ati llahi, lakini subra yako iwe katika taa ya Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuambia katika suratul Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi, subiri kama ambavyo kwamba walivyosubiri kama mitume alayhi wassalam walisubiria kwa udhia walizopitia. Nabii Nuh, ukisoma historia ya Nabii Nuh, alipata ghadhabu sana katika dawa yake, lakini licha kwamba alipata ghadhabu, licha kwamba alipata shida, hebu fikiria, alipata kaumu wanaitwa Bani Israila. Unaambiwa katika vitu ambavyo kwamba hao Bani Israila ni washenzi. Nabii Nuh wampatia dawa, wambia fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Nabii Nuh licha kwamba ametoa dawa zake zote, akamwambia toeni istighfar, muombeeni Mwenyezi Mungu msamaha. Yursilu alaykum midrara, Mwenyezi Mungu atatumelezea kwa nini? Kupitia hiyo istighfar atawatumelezea mvua, atawaletea watoto wengi, akawapatia nasiha tofauti, lakini wao licha kwamba wanapewa nasiha wakawa na hivyo. Fikiria wewe umpatia mtu nasiha, alafu mtu anakwambia maliza, ukienda ukimaliza nenda zako, wewe utajisikia kwa moyo wako? Yaani wewe umwelekeza katika mambo ya usawa, alafu anakwambia ukimaliza nenda zako, shika njia uende zako, wewe utajisikia? Sasa huyu amekwambia kwamba Nabii Nuh anaekiwa soka sikio. Sasa mtu anatuambia na swaha anayotumalizia, anakwambia antasbira, ni lazima ujivishe na subra ala shadaid dunya fi ta'ati llahi ta'ala, kwa shida za duniani, lakini uwe kwa taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, litasahula, ili uwe na usahali, alaika kwako wewe, ashadaida, hizo shida zitakazokupata
yauma alqiyamati, siku ya kiyama. Kujivisha na sifa ya subra hapa duniani kwa shida zitakazopata hapa duniani, na kupata usahali na shida za siku ya kiyama. Wepesi ni wapi? Bimaana wepesi ni hapa duniani. Hizi shida za duniani hizi hapa kuna wepesi sana kuliko shida za siku ya kiyama. Ikhwatul kiram, hapa tumaliza dauria yetu ya nasiha ya mtu kujiandaa na siku ya kiyama, na ndiongoza nimesema kwa nini sisi tunaelezea kiyama. Tunaelezea kiyama ni kwa sababu wewe uliyesahau, wewe uliyeghafilika, upate kutanabba, upate kuzinduka, ili uanze kufanya taa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hichi kichache Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ahsantum.